Bwana ametunukia kwa televisheni hii ya Isogo TV. Majina yangu naitwa mchungaji Benson Wanyonyi. Ninahudumu na kanisa la Cornerstone Agape Outreach Ministries. Tunapatikana mji wa Nairobi hapa, tuko maeneo ya Huruma, Nairobi. Na asubuhi ya leo Bwana amekuwa mwaminifu, akanitunukia nafasi hii ya kwamba nije nishiriki pamoja na watazamaji kwa televisheni hii ya Nzogo. Najua kwamba Bwana anaenda kubariki na anaenda kutenda mema katika jina la Yesu Kristo. So I want to invite all viewers of the Nzogo TV that we're going to share with you this word of God this morning. And I know unaenda kubarikiwa and you're going to be set free in the name of Jesus. I'll read in the book of Psalms, chapter 69, from verses 1 up to 16. Na Biblia nasema hivi kwamba save me, O God, for the waters have come up to my neck. I sink in the mere depths where there is no foothold. I've come into the deep waters. The floods engulf me. I'm worn out calling for help. My throat is parched. My eyes fail, looking for God. Those who hate me without reason outnumber the hairs of my head. Many are the enemies without cause. Those who seek to destroy me, I'm forced to restore what I did not steal. You, God, know my folly. My guilt is not hidden from you. Lord, the Lord Almighty, may those who hope in you not be disgraced because of me. God of Israel, may those who seek you not be put to shame because of me. For I endure scorn for your sake, and shame covers my face. I'm a foreigner to my own family, a stranger to my own mother's children. For zeal, your house consumes me, and the insults of those who insult you fall on me. When I weep and fast, I endure scorn. When I put on sackcloth, people make sport of me. Those who sit at the gate mock me, and I'm the song of drunkards. 13, but I pray to you, O Lord, in the time of your favor, in your great love, O God, answer me with your sure salvation. Mtazamaji wangu, let's pray as I share this word. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa nafasi hii asubuhi ya leo. Umekuwa Mungu mwaminifu. Mlango huu Bwana ambao umetunikisha nikafikie wengi kwenye television hii. Naomba Bwana ya kwamba yule yote mtazamaji ambaye natazama akafunguliwe, ukasikie kilio na maombi yake asubuhi ya leo. Baba, nakushukuru, unitumie kama chombo kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Bwana Yesu naomba na kuamini. Amen. Somebody say amen. Now, maandiko nasema, save me, O God, for the waters have come up to my neck. I sink in mere depths where there's no foothold. I've come in the deep waters. The floods engulf me. My brothers and sisters, unafika mahali ambapo, I know I'm talking to somebody, umefika mahali umechoka na maisha. Unamulilia Mungu. Umechukua muda mrefu ukimulilia Mungu. But for a long time umekutana na insults. Many people have insulted you. Many people have scorned at you. Many people have talked evil against your life. The Bible tells me, adui zako wamekuwa wengi kuliko nywele za kichwa chako. Those who hate you for no good reason ni wengi kuliko nywele ya kichwa chako. We are living in the world where most of the people are enemies of progress. When those people will see you progressing in your life, wanaona wanaingiwa na wivu, wanakuwa na vita kinyume chako.
ukitafuta sababu kutaka kujua ni kwa nini hawa watu wamekuchukia, wanakuchukia bure, wanakusema maneno, they will have to call and gather at meetings, wakaanza kuongea kinyume chako, they insult you for no good reason. It comes a time, my brother, my sister, whoever is listening and watching at viewing this session, unafika mahali unachoka katika maisha. I'm talking to somebody. Umeokoka, umechukua muda mrefu, umeteseka kwa muda mrefu, umeumia, you've been praying, but it seems like your answers are not prayed, your prayers are not answered. Kindly na kuomba asubuhi ya leo that you should not lose hope, you should not give up, for at the right time Mungu anakuja kutana na haja na mahitaji ya maombi yako. Yawezekana even family members wanaweza kukataa, family members wanaweza kutenga, maana wanakuona huna umuhimu. Wakikuangalia wana there is nothing that you can contribute to their family or to that family, there is nothing positive. Wakikuangalia wanaona wewe huna umuhimu wowote. It doesn't begin with you. Haijaanza na wewe ndugu, haijaanza na wewe dada yangu. Mungu ako na mpango mzuri juu ya maisha yako. Take time and pray. Asubuhi ya leo niko hapa ni kwa ajili yako. I want to pray with you, na najua kwamba Mungu huyu anaenda kutana na haja na mahitaji ya moyo wako. Biblia inasema kwamba I sink in the mirror deeps where there is no foothold. Umezama kwenye lindi ya matope. Watu wamekupaga matope, wamekuwekea maneno, umewekewa maneno ambayo hujafanya. Mama, msichana uko mahali pale, kijana uko hapo, unatamani hata kujiondoa kwa sababu umekanyaga kwenye lindi la matope, mahali ambapo hauwezi simama mahali popote. Yani popote unapoenda umechafuliwa jina. Yani jina lako limechafuliwa. Watu wanapokuona wamekuwekea maneno ambayo hujafanya. Your name has been tarnished. Wakikuangalia umechafuliwa kila mahali, hauna mahali penye unaweza simama. Ukienda kwa ofisi kuna maneno, you come back home kuna maneno, katika familia kuna maneno, umewekewa mambo ambayo hujafanya. Nimekuja jioni asubuhi ya leo. The Bible tells me I've come into the deep waters, the floods engulf me. Umegarikishwa na mawimbi, umegarikishwa na floods of this life. Watu wamekusema mpaka umefika kwa nafasi ya give up in life. I want to encourage you this morning that you should not give up. So long as you are right, your ways are right with God. Usi give up. Endelea mtumainie Mungu, endelea kutafuta Mungu katika maisha yako, endelea kuomba, and this God who is faithful anaenda kusikia maombi yako, anaenda kujibu asubuhi ya leo. Hakuna jambo ambalo haliwezekani kwake, hakuna jambo ambalo Mungu hawezi lifanya. Hakuna jambo ambalo Mungu hawezi kufanya. Hakuna jambo ambalo Mungu hawezi, hakuna maombi ambayo Mungu hawezi jibu. Kuna wakati mimi nimeishi maisha ambayo ni magumu sana. Nimeishi maisha, ninaelewa kukataliwa ndio kusema nini. Ninaelewa watu kukuinukia, wakaongea maneno machafu. I'm talking kwa wewe mchungaji ambaye uko mahali pale. Yawezekana uko katika huduma. Mungu mpaka unafika mahali unajiuliza kama kweli Mungu amekuita ama ulijiita. My brother, my sister, I'm here to encourage you. Si ya kwamba Mungu haja kuita. You should not be controlled by the situation ambayo uko ndani. God who is faithful, God is all awesome, God is all powerful. He is going to rescue you from the situation ambayo uko ndani. Licha na ya kwamba umegarikishwa na mawimbi, maji imeugarikisha. Daudi mfalme anasema ya kwamba Mungu niokoe. Let us pray this morning ya kwamba Mungu niokoe na hili janga, niondolee matope, nisafishe. Let us pray that God clean our lives. Let God clean our lives. Let God clean every name that you've been named ambayo haistahili. Kila jina ambalo umepewa asubuhi ya leo, Mungu anaenda kulibadilisha katika jina la Yesu. They will come to honor you. They will celebrate your progress. They will celebrate your victory. I know today they're insulting you. Pastor, you are there. Man of God and apostle, you are there. You feel like you want to give up. You feel like things are not working out. You feel like your prayers are not answered. My brother, don't give up. Mungu ako upande wako. Ana mpango mzuri juu ya maisha yako.
Maandiko nasema mstari wa 4, those who hate me without reason outnumber the hairs of my head. Many are enemies without cause. Those who seek to destroy me, I'm forced to restore what I did not steal. My friends, wala ambao wanakuchukia dunia hii, I've always said the best friend, rafiki wa kweli ambaye hata kukana wakati wa shida, wakati wa matatizo, wakati uko katika hali ngumu, rafiki wa kweli ni Yesu peke yake. Mwanadamu anaweza kakudisappoint, mwanadamu anaweza kakuacha, maana maandiko yanasema wanichukiao bila sababu ni wengi kuliko nywele zilizo kichwani mwangu. You can imagine, huwezi hesabu nywele katika kichwa chako. Lakini maandiko yanasema maadui wanaokuchukia bila sababu, wala ambao wanakuchukia bila sababu ni wengi kuliko nywele za kichwa chako. Can you count your hairs? Now you can imagine, sometimes you walk, unafikiria uko na marafiki. Kuna wakati mwingine mimi nilifika nikaomba nikamwambia Mungu, I want to know who my enemy is. I was very much shocked to find ya kwamba the 80% of the people who surrounded me, they were the real enemies, kwa sababu waliondoka katika maisha yangu. Nikaanza kushangaa kwa sababu walianza kunichukia bure, wakaanza kujitoa bure. Whenever I needed them, they were not there. Zile mikutano tulikuwa tunaenda pamoja, zile mikutano na maombi tulikuwa naenda kufanya, nikakuta wamejiondoa one by one. Nikakundua ya kwamba 80% of the people surrounding you, they are your greatest enemies. And that was the Bible says, that the enemy of somebody ni watu wa nyumbani mwake yeye mwenyewe. Wale watu ambao wanakujua vizuri, these are the same people that devil, the enemy will use to insult you. Kwa sababu gani? Wamekuwa very close to you, wameelewa your movements, wameelewa njia zako, matatizo yako, wameelewa your weaknesses. They will capitalize on that. Wakati anakaa kinyume, akakaa kando, akiongea, he speaks the real things ambazo huenda mmeshare na yeye. My brother, my sister, mtumishi wa Mungu uko mahali pale, don't give up. Don't give up. Kwa sababu Mungu asubuhi ya leo ako na sababu nzuri ni kwa nini amenituma ili nikakuongelesha asubuhi hii. Mungu huyu ni mwaminifu, anaenda kupigania, anaenda kutenda mema, anaenda kuokoa na huyu mwadui. Na leo hii asubuhi ya leo, I want to pray ya kwamba Mungu akakuonyeshe maadui zako, akawaanike asubuhi ya leo, akaweke wazi asubuhi ya leo, ili ukuwe na marafiki wa kweli, ukuwe na marafiki wa dhati, wala ambao when you pray, wakati uko na shida, they will come and stand with you, wala ambao watakuja kusimama pamoja nawe kiukweli, si kwa ule unafiki. For those who hate me without reason outnumber the hairs of my head. Many are my enemies without cause. Wengi leo hii ni maadui. Walipokuona umenunua gari, walipokuona umenunua shamba, walipokuona mtumishi wa Mungu umenunua hiyo plot umejenga, wakaanza kukalia vikao. Leo hii ukikutana na mtu akusalimia unashangaa kulienda namna gani? You fail. What happened? Ni nini kilitendeka? What really happened? Ni wapi mambo ikwenda mzuri? Kumbe wanakuchukia bure. When you read in James, Biblia inasema vita na magombano vyatoka wapi? Si humu ndani nafsini mwenu. Mnatamani na mnaomba lakini hampati. Kwa sababu gani? Mnaomba vibaya. Wengi wameomba vibaya. Many people wameingiwa na roho ya kishetani. Wengi wameingiwa na roho ya giza. Wakati wanakuona una progress, they don't want to see you progress. They are the enemies of progress. They don't want to see you blessed. They don't want to see you promoted. Wakiona umeinuliwa, wanaanza kuchukia bure, wanaanza kuwekea maneno, wanaanza kuinsult, wanaanza kujitenga pasipo sababu, pasipo makosa. Mimi ufanye hivi. Mimi ukinichukia na sina makosa na wewe, I will greet you. Usipoitika, basi mimi nakuachia Mungu, maana sina ubaya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. You God know my folly, my guilty is not hidden from you. Lord, the Lord Almighty, may those who hope in you not be disgraced because of me, God of Israel. May those who seek you not be put to shame because of me. Kuna watu ambao wanakuangalia, mtu wa Mungu, wanaangalia maisha yako
There are those who have put their trust in God kwa sababu uliwahubiria Injili. Wanaangalia maisha yako, they get encouraged. Na wewe kama utakufa moyo, wewe kama uta give up useme ya kwamba Mungu nimefika hapa na siwezi endelea tena, mtu wa Mungu, utakuwa umeua mtu mahali. You praise on. It doesn't matter what you are going through. Kila ambacho nimekuja gundua in salvation, kwa hii kazi ya Mungu, kwa huduma, kuna changamoto, kuna milima, kuna mabonde, but God is faithful. Yeye ambaye ni mwaminifu anaenda kupigania, hawezi kuacha. He fought the battles of David. Alimpigania ufalme Daudi na akahakikisha ya kwamba ameshinda vita. What I will encourage you this morning, put yourself right. Jiweke sawa sawa na neno la Mungu. Wacha kusikiza vile ambavyo watu wanaongea kinyume chako. Wacha kusikiza vile ambavyo wanakuongelea. Yale matope ambao wamekupaka, ile maneno ambao wanaongea kinyume chako. Don't consider that. Don't be undermined by the situation, their words. Don't be controlled by the situation you are in. Focus on the God who called you, because he has a good plan for your life. And for sure, anaenda kutengeneza mlango. Na wale ambao wamekuaibisha, wale ambao walikuwa wanakucheka, wale ambao wamekutenga, wale ambao wanaona huna maana, in due time they will come to celebrate your victory. They will come to celebrate wakati wanaona unainuliwa. Itafika wakati Mungu atawatiisha chini ya uweza na ufalme. Mungu atawatiisha chini ya uweza na mamlaka. Ataweka chini ili wakuje watambue Mungu ambaye unamtumikia. Don't give up. Endelea ili mpaka waone huyo Mungu ambaye wanamtukana leo hii, huyo Mungu ambaye wanaona hawezi kusaidia leo hii. You know, there is a time unafika mahali mpaka watu hawaoni huyo Mungu ambaye unaomba, mpaka wanaanza kuambia, oh, na huyu mtu ni kama hata hajielewi. Huyu Mungu anaomba, kwa nini hawezi jibu maombi yake? Kwa nini hawezi muokoa? Kwa nini hawezi mbadilisha maisha? It is just for a period of time. It's just for a moment, a short period of time. God will come to rescue you. Hata kuacha uendelee kulia, hata kuacha uendelee kuaibika. Ninajua mama uko mahali pale, mzee uko mahali pale, umetafuta umekuwa mgonjwa, umetafuta matibabu, watu wamekuwekelea, wamekucheka, wamekusema, wengine wamekutoroka ni kwa sababu umekuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Nobody has been there for you. I want to assure you. Maandiko yanasema by his stripes we are healed. Kwa mapigo yake tumepona. Kuna wengine wanashangaa, hata wengine wanaogopa, sema wataniroga, sijui wataninukia, watanipeleka kwa mganga. My friend, kama kuna njia na suluhisho ya kuepukana na vitu za uganga na uchawi, mpokee Yesu ndani ya maisha yako. When you have Jesus, is a solution to everything. Is a solution to every problem. Mganga hata kuweza, wacha vile ambavyo wanaongea kupeleka kwa mganga. That should not intimidate you. Hiyo isikuangaishe. Mtafute huyu Yesu, muweke ndani ya maisha yako, naye atakupigania, hata kuacha uenende katika hiyo garika. Hautazama kwenye hizo matope ambao wamekuweka ndani. Utapata mahali pa kukanyagia. Na kuhakikishia asubuhi ya leo, nimekuja kutangazia asubuhi ya leo, kuna mahali Mungu anaenda kutengeneza pa kukanyaga. Uondoke katika hiyo matope, uondoke katika hizo kejeli. God is going to restore your life. He is going to restore your dignity. He is going to restore your value. Don't give up. Mtumainie Mungu, mpiganie, endelea kuomba. And this God is so faithful. Wewe mama ambao uko mahali pale, umetembea na huyo mgonjwa. Wewe mzee uko mahali pale, umetembea na huyo mgonjwa. Wengine wako na saratani, wengine wako na magonjwa ya kila aina. I want to assure you, umechekelewa, umetengwa, ni kwa sababu ya hiyo hali. Umechekelewa, umetengwa, ni kwa sababu ya hiyo hali ya umasikini. God who is faithful is here. Na anaenda kupigania, anaenda kuondoa katika hiyo hali, anaenda kuondoa katika hiyo magonjwa. Uko mahali pale unanitazama, ninataka tuniombe pamoja na wewe. Na uamini, maana Mungu mimi amekuwa mwaminifu juu ya maisha yangu. Amenitoa mbali. Haijakuwa rahisi wapendwa, lakini nashukuru huyu Mungu kwa sababu yeye amekuwa mwaminifu. Ninataka niombe na mtu, wewe ambao umenisikiza mahali pale, ninataka tuniombe pamoja na wewe. You are there, wewe ni mgonjwa, kuna hitaji ambalo limekuhangaisha, kuna mambo ambayo yamekutesa, yamekusumbua katika maisha.
I just want to pray with you. Ninataka niombe pamoja na wewe. Huko mahali pale, amini tu, imani yako itakuponya. I've witnessed Mungu akiponya wengi. Mungu ameponya magonjwa ya kila aina. Nimeshuhudia Mungu akiponya magonjwa ya kila aina. And I know wherever you are, huyu Mungu anaenda kuponya. Huyu Mungu anaenda kufungua. Ninajua leo hii watu wamekukejeli, watu wamekudharau, hawakuoni kama wewe ni wa maana, wamekuwekea majina, umeitwa majina ya kila aina. Nisikize ndugu na mama yangu, nisikize dada yangu mahali ulipo. Haijalishi umeitwa nini leo hii. Ninataka niombe pamoja na wewe. Ujipe moyo, ujipe tumaini. Amini kwa Bwana, naye anaenda kupigania, anaenda kuinua, anaenda kutenda mema. You are there, na kuna hali ambayo inakuhangaisha. Huenda wewe ni mgonjwa. Hayo magonjwa ambayo yamekuhangaisha, hayo mateso ambayo umepitia, amini tu Mungu asubuhi ya leo, wakati naenda kuomba pamoja na wewe, na naamini Mungu anaenda kutenda jambo jipya katika maisha yako. Utakuwa na sababu ya kufurahia tena. Utakuwa na sababu ya kumshukuru Mungu, kwa sababu Mungu anaenda kutenda mema. Yawezekana hata uko kazini, pale kazini uko na vita. Wala ambao wanakuchukia bure ni wengi. Wakikuona maybe there is that letter of promotion, hawajafurahia. Wako na mambo mengi kinyume chako. Nataka pia kuomba pamoja na wewe. And I know this morning that God is going to work out. Anaenda kupigania na anaenda kutenda mema katika jina la Yesu. You are there, believe with me. Mahali penye wewe ukisikia mahali kuna mahali unaumwa, wewe ni mgonjwa, shika mahali unaumwa. Inua mkono wako wa kulia, uinue juu as I'm going to pray with you. Na uamini. Mimi siamini Mungu wa kesho. I believe in the God who heals right now. Na anaenda kuponya mahali popote ulipo. Nimemshuhudia huyu Mungu akiponya wengi. Nimeshuhudia huyu Mungu akifungua wengi, na najua wewe utakuwa wa kwanza kukosa kupona katika jina la Yesu. Let's pray. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninakushukuru ni kwa sababu ya mtazamaji huyu. Umekuwa Mungu mwaminifu katika maisha yake. Umenituma asubuhi ya leo Baba nikamuongeleshe, nikamhubirie hii habari njema ya kuleta tena tumaini katika maisha yake. Yawezekana ninaongelesha mgonjwa mali. Kuna ndugu ambaye amekata tamaa ndani ya maisha. Kuna huyu kijana ambaye anataka kujiua, ni kwa sababu anaona maisha yamekuwa ni magumu. Ninamuombea Bwana asubuhi ya leo. Ninaomba rehema zako juu yake. Damu ya Yesu iliyotiririka pale Kalivari ikamtakaze, ikamponye. Maandiko nasema kwa mapigo yako Baba tumepona. Kila nguvu za magonjwa, kila nguvu za mapepo, kila maroho za mizimu kinyume chake. Wengine wamesukumiwa mapepo, wengine wamefanywa uganga, wengine wamesukumiwa majini. Ninakemea hizi mapepo, zinawaachilia asubuhi ya leo. Wewe pepo mchafu, enyi magonjwa, kila maroho za umasikini, kila maroho za kutengwa, kila maroho za kukataliwa, maroho za kuonewa wivu, maroho za kuchukiwa bila sababu, ninasikemea katika jina la Yesu Kristo. Baba wewe ni Mungu, ponya huyo mama. Kila magonjwa, saratani, ukimwi, uvimbe, maumivu ya tumbo, maumivu ya migongo, maumivu ya kichwa, maumivu ya kifua, wengine wanaumia miguu, ninaamrisha uponyaji. I command healing. I command healing wherever they are watching me from. I command healing right now. I command healing right now. I command healing in the name of Jesus Christ. Ninatangaza uponyaji juu yao. Baba asante, watende mema, wapiganie, maana Bwana umeponya mtu, umemfungua kutoka kwa vifungo vya laana, vifungo vya waganga, vifungo vya wachawi. Baba umewafungua ndani, utukufu na sifa zikakurudie, maana umetenda. Kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu, naomba hata na kuamini. Amen. Amen. Asante sana kwa jina. Tunashukuru. Thank you so much. Labda unaweza kaambia mtazamaji, najua amezoea lugha yetu. Unaweza kamwambia kula ambako unaenda kanisa, na labda uweze kuongea nao neno moja. Kwa watazamaji, narudia tena kwa majina, naitwa mchungaji Benson Wanyonyi. Ni mwanzilishi wa kanisa la Cornerstone Agape Outreach Ministries. Tuko maeneo ya Huruma. Hii Nairobi, tuko maeneo ya Huruma hapa Nairobi. Kitaka kutufikia ni rahisi. Kuna namba yangu ya simu nitapeana. Anajua kwamba huyu Mungu ni mwaminifu na anaenda kutenda mema. Unaweza kapeana namba. Namba yangu ya simu ni 0727 58 03 24.
0727 58 03 24. Mungu wa amani awabariki sana na wakaribisha kwenye ibada asubuhi ya leo. Asante sana. Na labda ukienda kanisa yako unaweza kuwasalimia. Najua watazamaji wetu wamezoea wahubiri wetu wa lugha yetu, lakini nataka kukuambia leo TV yetu iko kila mahali huko Nairobi. So unapata kila tribe wanataka kukuja huko Soko TV, hata waimbaji. So ukienda huko utuletee wageni wengine na pia uweze kuwasalimia. Amen. Tunashukuru sana. Manje tumurigeria wana leti yanko chinga kichinde, lakini tiana mwachinga kia kwa ni abantu bae. Nilikuwa nimesahau, unaweza kasalimia watu wako wasije wakasema ulikuja kwa TV na kuwapea salamu. Mwanzo nataka nishukuru familia na kanisa kwa ujumla, waumini ambao nahubiri pale Huruma, na kuna wengine Madam Diana had shared this link. Wengi walikuwa wanatamani sana. Kuna wale ambao wanatoka maeneo ya nyumbani, nimeona wananitext. Nimeona hapa Esther anatoka kanisa letu la Cornerstone pale Msamba. Kuna wengine kina Mildred, kina Julius wako maeneo haya ya Nairobi, na wasalimia sana. Mama mke wangu na kusalimia sana. Wewe umekuwa msaada, naamini ya kwamba Mungu anaenda kubariki. Nataka nisalimie pia dada yangu Celestine, wazazi wangu, mzee, baba yangu na mama. Na wasalimia wote, all my sisters, all my brothers, na wasalimia wote, na nawakaribisha ya kwamba Ensongo TV hivi karibuni itakuwa makaribi. Wengi walikuwa wananiuliza nashika frequency gani? But I was here yesterday na nikaambiwa they are working on it. Hivi karibuni mtakuwa mnafikiwa, na hapa will make it home. Sure. I'm very much blessed to be here, and I promise I'll come again if invited. Asante sana. Tutakuinvite of course. Sawa mwanchitu murigeria tatura mwachingaki morandi itanyareka wikara na sekansa, lakini nyori buna marandi ya nyareka kurandi onye kwanyuru osonya nandi gotaite kuyikira.